wangu ndio kila kitu katika maisha yangu. Mimi ni kivutio kwa watu, hasa katika mboni zao. Ubaya hutengenezwa na watu. Unaweza kuanza vibaya na kumaliza vizuri, lakini pia unaweza kuanza vizuri na vibaya. Zinu, mambo vipi? Poa. Kulikoni asubuhi nyumbani kwetu? Zinu, na sasa salamu gani sasa? Hapana, sijaulizwa kwa ubaya lakini. Ila nimeshtushwa kidogo. Maana wiki yote sijakuona. Umepotea mwenzangu. Utazani nimekutangazia shida zote za duniani. Ni sawa. Lakini mimi naomba unisamehe tu. Kwa sababu sikuwa sawa, nilikuwa na mazongo kidogo amenizonga. Ndio maana nilikuwa sionekani. Lakini sasa hivi naelekea job. Nikitoka job nitakupitisha ile issue. Haya sawa. Lakini ulisema una matatizo. Ina maana umeshindwa hata kunipigia simu? Mshirika, yule mtu tuliyetaka afike, hakufika. Lakini usiku wa leo tunaenda kwake. Acheni uzembe. Kuna wakati mnatakiwa mtumie akili. Na hatuna muda katika hili. Sawa, nimekuelewa. Tutalifanyia kazi. Imekuwa ni jambo la ajabu sana kumwona kiongozi amekuwa na furaha kiasi kile. Ni kawaida. Mtu yote anapofanywa jambo zuri, basi huwa na furaha isiyopita kifani. Ila sisi sote tupo kwenye lingi inayozunguka. Hakuna anayejua hatima yake. Unamaanisha nini kuongea hivi? Hatuna muda wa kupoteza. Sababu moyo wa mtu ni kichaka. Uficha mambo mengi sana ambayo mimi na wewe hatuyajui. Sawa, nimekuelewa. Vizuri. Nashukuru kwa kunielewa. Natakiwa tufanye jambo hili haraka iwezekanavyo. Kulikoni kaka? Maana muda ule nafanya usafi nimekusikia unapoa ndani. Sasa hivi naona unatokea huku. Sasa huku unatokea wapi? Na huku ndani umetoka muda gani? Kusema kweli dada yangu,
ni kitu cha kustaajabisha kidogo. Muda ule kipindi unanisikia mimi nakooa, nilikuwa nimetoka kuota ndoto ya kutisha sana, tena yenye kunionyesha nikiwa nakabwa. Lakini cha kustaajabisha, mtu alikuwa ananikaba mimi ni mimi mwenyewe. Nimeshangaza sana na nakosa majibu. Natamani ningefahamu nini kinachoendelea, lakini sikujali. Nikahisi ni ndoto tu. Ila nilipolala tena, nimekuja kuamka nikiwa pembezoni mwa ule mto wa kule bondeni. Inanishangaza sana. Kaka, yaani hapo ulipo tu uvuti bangi. Sasa ukianza kuvuta bangi itakuwaje? Haya sawa, ngoja nikuache na ndoto zako za asubuhi. Mkuu, nishapafahamu anapoishi sasa. Kazi nzuri, nikupongeze kwa hilo, ila bado umebakisha jambo moja. Jambo gani tena hilo mkuu? Anahitajika asionekane katika uso wa dunia, yaani namaanisha hivi, afe. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kange, hivi nilishawahi kukuambia kuhusiana na yule manzi ambaye namfukuzia kule chini? Si yule manzi wa kule bondeni? Huyo. Sasa sikiliza mzee. Unajua kuna vitu mimi sivielewi. Ndio. Mwanzo niliongea naye fresh tu, akawa amenyoka hivi. Lakini kuna mazingira ambayo ananiletea sasa hivi na kwa simuelewi. Anaingia anatoka. Sijajua shida ni kitu gani mpaka inakuwa hivi, unajua? Lakini mbona wewe na yule manzi ya mwendani kabisa? Yule manzi ni kisilani, mtawezana kweli? Yaani kitu ambacho ukijui katika kuwezana, mimi na mimi nitamweza. Yaani kama atakuja atakaa katika njia, atakaa katika mstari, naamini atafuata protokoli zangu zote. Kwa sababu mimi sijai kushindwa kitu. Unajua? Yaani ni Ibrahim Boy, yani NIBLA. Nikifanikiwa kumweka mtoto watu katika njia tu, namaliza. Unajua wewe na hayo maneno yako hayo, unajiamini sana. Lakini huo ndo wanaume. Na mimi nakuunga mkono katika swala hilo kwa sababu sisi ndo wanaume wenyewe na wale wapo kwa ajili yetu. Haina shida. Ngoja tuone itakavyokuwa. Lakini rafiki yangu, unajua mimi nina matatizo sana. Na wewe ni ndugu yangu, familia. Inabidi nikuelezee. Huwezi amini ndugu yangu. Nimelala alafu nimeota ndoto moja ya kustaajabisha sana. Kila nikifikiria hii ndoto nakuwa najiuliza maswali yasipate majibu. Yaani nimeota nikiwa nakabwa. Na anayenikaba ni mimi mwenyewe. Kange bwana. Hii kajua kitu cha ajabu sana kiasi hicho. Mbona unanicheka? Sio kama nakucheka. Nimeota nakabwa. Na anayenikaba ni mimi mwenyewe. Lakini pia ukiachana na hayo, nikastuka usingizini. Nikaona niendelee kulala, labda ni ndoto tu. Nilivyolala, nimestuka kule bondeni mtoni. Inanisikitisha sana. Ninashindwa kupata majibu. Hii ni ndoto ya aina gani na ni matukio gani yananitokea? Si nikwambie nini, lakini usione kama nakucheka hivi. Ila kuna kitu kimoja ambacho wewe ukijui Kange. Alafu unachukulia simple sana yani. Lakini sikufichi. Ukiendelea na hiyo tabia yako hiyo, utajikuta kila siku unakuwa ni mtu wa majanga. Majinamizi, sijui ndoto za ajabu ajabu na nini. Hizo ndugu yangu, huo ni upwiru. Kichupa kimejaa. Maana nakuona siku zote sijawahi kuona uko na demu wala mchumba ndugu yangu. Mademu kibao wamejaa mtaani hapa. Hata mmoja ndugu yangu sijawahi kuona ukifukuzia. Hicho kichupa kimejaa. Na ukikiendekeza utapotea. Mimi nakushauri kama rafiki yako, tafuta manzi, ishi naye. Sasa kaka, mimi nakwambia nina matatizo. Unaniambia tena habari za upwiru sijui nini. Kaka, mimi nina matatizo. Ina maana uniamini kama mimi nina shida? Haya sio matatizo kaka. Nilichokuelekeza mimi fuata hicho. Tafuta mchumba, ishi naye kaka. Hilo tatizo ulokuwa nalo hilo. Ukija kuwa na manzi, hutokuja kukaa hata siku moja uwe unaota ndoto za ajabu ajabu kama hizo. Yaani fuata ushauri wangu mimi, utakuja kuniambia baadaye.
Basi sawa rafiki yangu, nimekuelewa. Kama unavyoniona hivi, nahangaika, Mandha anasumbua, lakini akija kukaa katika njia yangu tu, nitakuja kukuambia Wakange, njoo geto, mtu yuko angusha pilau, unakuja tunakinda pale fresh. Bila kupangilia. Hilo halina shida kaka. Kuhusu pilau nitakuja mapema sana. Wewe endelea kupuyanga hivyo hivyo. Habari yako Kange? Ina maana hadi leo bado hujajitambua? Wewe ni nani? Na unamaanisha nini? Naitwa Kundi. Vita ndo kwanza inaanza, kwanza bado mbichi. Kweli. Nahisi baridi mwili mzima, lakini pia nahisi yale mambo anataka kujirudia tena, kwa sababu ni mara kadhaa najikuta nimesimama katikati ya njia ya Kange. Vipi? Kwani kuna mabadiliko yote katika mwili wako? Hapana, sisi mabadiliko yoyote yale katika mwili wangu, ila ninapokuwa ndani huwa nasikia mvutano wa ndani kwa ndani. Hapana, hilo lishakuwa tatizo, na unachotakiwa kufanya kwa sasa hivi ni kufanya mazoezi ya ndani kwa ndani. waliowatuma nyinyi wanajua ugumu wa ngoma, na ndio maana wakawatuma nyinyi wageni wa ngoma. Kutokana na uwezo wenu mdogo wa kucheza ngoma, leo nitawaacha muende, lakini wakati mwingine nitawamaliza.